Barabara kabisa, tunakujia mubashara kutoka mjini Voi, County ya Taita Taveta, na leo hii tukiwa tumelivalia njuga swala la masaibu ya bodaboda ya county hii ya Taita Taveta. Kumekuwa na ongezeko nyingi la ajali zinazohusiana na bodaboda county ya Taveta. Kuna mambo mengi ambayo yamekuwa yakijiri. Tusijue je, ni nini inasababisha mambo haya? Na leo hii siko peke yangu, siku zote nasema haina haja niandike na mate ili hali wino upo. Na leo hii niko na wino na nitakuwa na mwenyekiti wa bodaboda eneo bunge la Voi aweze kuyadadavua na kuyajadili mambo yanayohusiana na kitengo hiki ambacho ni kitega uchumi mkubwa sana katika taifa letu la Kenya. Ukiangalia sekta ya bodaboda ni sekta ambayo inathaminiwa sana kwa sababu ya jinsi inavyoletea taifa la Kenya mapato. Ukitembea katika kila vitongoji, kila miji, huwezi kosa bodaboda. Hii ina maana kwamba sekta hii ni sekta iliyo na kitega uchumi, lakini sekta hii iko na masaibu yake. Na ndiposa leo hii tunataka tuyajue. Jina langu ni Gabriel Mokoma. Karibu hadi tama ya tamati. Karibu hapa ndani ya studio zetu. Anza tu na jina, wewe ni nani? Kwa majina mimi naitwa Chege Paul. Mimi ni mwenyekiti wa bodaboda eneo bunge la Voi. Ndio. Na vile pia mimi ni secretary general wa bodaboda zote Taita Taveta. Ndio. Kabla hatujaweza kuyadadavua masaibu ya wanabodaboda county ya Taita Taveta, jaribu tu kutuelezea uliingiaje katika cheo hiki? Mimi kwanza kabisa ni vizuri nishukuru Mwenyezi Mungu kupata nafasi hii siku ya leo ili kwamba tuongee swala zima kuhusu sekta ya bodaboda. Ndio. Bodaboda kwanza nimeanza mwaka 2010 na nimekuwa nikifanya bodaboda tangu hapo, na vile kazi zingine kama part time. Lakini baada ya kufanya uchaguzi wa bodaboda, nafikiri kama sijakosea mwaka 2015, wakati huo tulikuwa na mtangulizi wangu ambaye alikuwa anaitwa Mohamed Dudu ama Mohamed Umar aka Dudu. Mimi nilikuwa kama karani wakati wake. So baada ya hapo Dudu aliongoza, akaja akawa mwenyekiti Taita Taveta, alafu vile akaja akabahatika, Mungu akamjalia akakuwa nominated member of county assembly ya Taita Taveta. So baada ya hapo last year but one, kusaidiwa na uongozi wa mheshimiwa gavana Andrew Mwadime, tukafanya uchaguzi katika kila sub county Taita Taveta county. So Voi nikaibuka nikawa mshindi, nikakuwa wa kwanza. Nilikuwa kama mwezi wa 10 mwaka juzi tulifanya uchaguzi. Vile kukafanyika uchaguzi Mwatate, Undanyi na Taveta. Ndio. Alafu sasa wale viongozi wote tukakutana tukatengeneza uongozi wa Taita Taveta county. Vile pia nikabahatika sasa hapo nikapata secretary general ya bodaboda zote Taita Taveta. Ndio, bila shaka asante sana kwa kutuelezea muktasari huo wa jinsi ulivyochaguliwa. Basi mpenzi mtazamaji, tunakujia mubashara kutoka mjini Voi, county ya Taita Taveta, na leo hii tutakuwa tunazungumzia tu masuala ya bodaboda na masaibu ya bodaboda ambao wanapitia. Jaribu tu kwanza kutuelezea ni changamoto zipi kubwa sana ambazo bodaboda wanapitia county hii ya Taita Taveta ama mjini Voi? Kwanza kabisa kabla ningetoa changamoto, ningependa kwanza nitoe risala za rambirambi. Ndio. Siku ya leo ilikuwa siku ya majonzi sana kwetu kama sekta ya bodaboda. Tulikuwa tumepoteza mwenzetu majuma mawili yaliyopita kwa ajali mbaya sana pale maeneo ya Canaan, katika barabara kuu ya Mombasa Nairobi. Pole sana. Leo tulikuwa tunamstiri pale maeneo ya Ndome, wadi ya Ngolia. Kwa tunamstiri ndugu yetu pale. Kwa hivyo nataka niseme kwa familia, poleni sana kwa kupoteza ndugu yetu Paul Mzee Mwachia, kijana mdogo sana, umri kama miaka 28, na hata kwa sekta yetu ya bodaboda pia nasema tuugue pole sote. Bila shaka sekta ya bodaboda iko na changamoto nyingi. Iko na changamoto nyingi sana kwa sababu sekta ya bodaboda katika eneo bunge la Voi haswa ndio kazi ambayo vijana wanaifuata kwa karibu. Kwa sababu unavyojua eneo letu bunge la Voi, eneo bunge letu la Voi, ndio hatuna viwanda.
mimi naweza sema kiwanda ambacho kiko Voi ni bodaboda. Hicho ndio kiwanda kiko Voi. Kitega uchumi. Hiyo ndio kiwanda. Ndio. Kwa sababu ukichunguza utagundua kwamba wanafunzi ambao wanamaliza darasa la 8 wale walikuwa wanamaliza darasa la sasa ni CBC. Wengi ambao walikuwa hawapati nafasi kwenda kidato cha kwanza, wengi walikuwa wanaingia sekta ya bodaboda. Wale ambao walikuwa wanamaliza kidato cha 4 ambao hawaendelei mbele, wengi walikuwa wanaingia kazi ya bodaboda. Bahati mbaya wale ufutwa makazi, kwanza haswa wakati ule wa kipindi kile cha COVID-19. Watu walipunguzwa sana kwa mashughuli. So wengi walikuwa wanaingia sekta ya bodaboda. Kwa hivyo sekta ya bodaboda changamoto kubwa ya kwanza ni congestion. Ndio. Kwa sababu kila siku mimi naamini kama mwenyekiti huwa kuna mtu anaongezeka katika sekta ya bodaboda. Anaweza kuwa afanyi full time lakini jioni ndio akiwa ametoka shughuli zake utaona ameingia katika sekta ya bodaboda. Bodaboda ndio. Vile vile katika mji wetu wa Voi utagundua kwamba unajua lazima naomba niongee hili kwa sababu hili linatudhuru sisi direct kama wanabiashara bodaboda. Ukiingia kutoka junction ya kutoka Mombasa, uingie na njia ndani, ukiingia na Voi town mpaka utokee kule Caltex. Ndio. Ukiwa umeingia na njia ndani, utakuta kwamba kuna kwenye barabara kuna vitu zinaitwa rumbles. Nafikiri watu wengi wanaziona kwa barabara, si bumps. Zile ziko zile ndogo lines pale. Zile rumbles sisi kama sekta tangu ziwekwe tunapata shida sisi kama sekta. Kwa sababu hata abiria ukiwa umembeba akifika pikipiki ikifika katika zile rumbles utasikia abiria ameinuka juu kwa pikipiki. Utasikia ameinuka kabisa. Experience hiyo. Ndio. Zile rumbles zinaumiza mwili. Zinaumiza mwili. Unajua ukichunguza uendeshaji wa pikipiki ama mafunzo ya uendeshaji wa pikipiki. Ndio. Ukiuliza mstadi wa pikipiki atakwambia inatakana ukifika kwa shimo uinuke. Lakini hizi bodaboda zilipokuja ukiwa umebeba abiria wewe kama bodaboda huwezi ukainuka. Kwa sababu unaangalia safety ya abiria, huwezi ukainuka. Ukiwa peke yako unaweza, lakini pia saa nyingine ni risk. Lakini ukiwa na abiria huwezi ukainuka. So ile rumbles inakugongaga unasikia paka kwa kichwa. So kiafya hata mimi nafikiri kwamba itafika mahali wale ambao tumefanya bodaboda miaka mingi na kwa bahati mbaya ama tuseme nzuri haukuwa umejaliwa kuoa. Nafikiri tukiuliza wale ambao ni wadadisi wa masuala ya afya, huenda wengine wakashindwa kuzalisha. Kwa sababu zile rumbles zinatuumiza sana. Hakuna njia yote ya kuweza kuziepuka. Ni ngumu kuziepuka kwa sababu mimi kulingana na mimi kwa ule weledi wangu wa pikipiki. Ndio. Ukipita mbio zaidi ndio huzisikii. Ukipita polepole zaidi pia hautazisikia, lakini ukipita mwendo wa kadri zitakuumiza. Na kwa sababu hapa ni mjini hauwezi enda speed. So lazima uende taratibu. So ni vigumu sana kuziepuka, lakini sisi tulikuwa kuna wakati fulani tuliomba kupitia ofisi ambazo ni husika kwamba ikiwezekana waziondoe zile rumbles wazibadilishe na bumps. Nafikiri zitasaidia mahali pakubwa sana. Ndio, kwa hivyo nyinyi kama sekta ya bodaboda, wewe kama mwenyekiti wa bodaboda, mlichukua hiyo hatua ya kuitisha usaidizi? Tumeitisha sana hata kupitia NTSA, tumefanya mikutano na wao, tumeitisha kupitia Kera Kura, tumejaribu kuongea hata Kenha, tumejaribu hata kuandika barua kwamba at least kwa sababu nafikiri hii town ya Voi ndio town pekee yake ina hizo vitu nyingi. Mimi nimezunguka town zingine lakini sijaona rumbles nyingi kama zile sisi tumewekewa katika barabara yetu hii ya kuingia Voi town. Voi ndio ziko mingi zaidi. Na sijui kwa nini nadhani labda wenyewe walikuwa wanaweka hivi, sijui walikuwa wanataka kutupanga uzazi kimpango, sijui. Sijui mawazo yangu. Indirect family planning. Indirect family planning. Kwa sababu kwa kweli hizo vitu zinaumiza sana, hata abiria wenyewe ulalamika. Nimeziona mwenyewe, nimezi experience. Kumbuka kwamba pikipiki zimeundwa tofauti. Ndio. Pikipiki ziko na mimi nasema variety tofauti. Kuna TVS, kuna Boxer, kuna Skygo, kuna Haujin, na hizi pikipiki zimeundwa kwa comfortability tofauti. Kwa mfano ukiwa na TVS na Boxer kidogo una nafuu ukipita kwa hizo rambo, sababu shoka mzoba zake zimeundwa vizuri. Kwanza haswa Boxer, shocks za Boxer zikipita katika ile rumbles ni nzuri.
utasikia sana, lakini ukipita hapo na Haujin ama Skygo my friend, utasikizia uzito, utasikia uzito wa hizo Rambos. Kwa hivyo mimi ningependa bado tu kuhimiza asasi husika, ni vizuri watusaidie. Hatukatai kupunguza speed. Kupunguza speed ni vizuri kwa sababu hapa ni maeneo ya watu wengi na ni town, na hata sheria inasema pia tupunguze speed, lakini ni vizuri kwamba pia tuangalie sisi maisha yetu na afya zetu. Wakiziondoa hizi waeke bums, nafikiri itakuwa nafuu zaidi. Ndio. Kwa hivyo tuseme hiyo ni baadhi ya changamoto. Ni changamoto kubwa sana inatukumba na tunaimezea sana kwa sababu inatuumiza. Vile vile kuna changamoto nyingine ambayo inatukumba sisi kama sekta ni bei ya kubeba abiria. Bei ya kubeba abiria ni changamoto kubwa kwa sababu utagundua kwamba sekta ya bodaboda ni sekta ambayo ilikuwa ni ngumu sana mtu kununua pikipiki. Na wakati ilikuwa ngumu sana kununua pikipiki, kulikuja hawa wanaitwa microfinances, ambayo ni kampuni ambazo zilikuwa zinakuja ili kutufadhili tuchukue mkopo kwa kiasi kidogo, unatoa deposit kiasi kidogo, unapata pikipiki unailipa polepole. So zile pikipiki zilipoingia za mkopo, watu walizichukua kwa wingi vijana, kwa sababu ni kweli zilikuwa zinasaidia, na mimi naunga mkono zinasaidia kwa sababu hatukuwa na otherwise. Kwa sababu kuweka pesa polepole mpaka ufikishe 160,000 ni ngumu. So mtu kuchukua ile mkopo na polepole kwake ni afadhali, kwa sababu ya mtu utatembesha maisha yako yote, haitawahi kuwa yako. Lakini ile ukitembesha polepole, mwishoe itakuwa yako na utakuwa unalipa polepole mpaka umalize. Lakini changamoto inakujia wapi? Kwa bei. Wale ambao wana hizo pikipiki za mkopo, utaona kwamba hawezi kuacha abiria. Kwa sababu lazima apeleke pesa ama alipe ule mkopo. So mahali ambapo mimi ningechaji 200, ndugu yangu yule ambaye ana mkopo anaweza fuata hiyo kazi nyuma, kwa sababu mimi nimeikataa na akaibeba na 100. Juu lazima ajaze. Lazima anything small inakuja lazima aende. Lazima iweke kwa mkoba, kwa sababu ndio. Asipofanya hivyo anaweza lipa ile pikipiki na mwisho katikati ile pikipiki afanye nini? Apokonywe. So hiyo imekuwa changamoto, na imekuwa changamoto sugu sana. Na hii changamoto inaweza suluhishwa vipi? Mimi wakati mmoja nilisema ndio inawezekana kuirekebisha changamoto, lakini nafikiri serikali ndio inaweza kutusaidia, haswa serikali ya kaunti. Nasema hivi kwa sababu ndio iwapo serikali ya kaunti itatusaidia na ile umoja wetu ambao tuko nao, na kutuwekea mfuko wa bodaboda, ndio kaunti ya Taita Taveta, ili kwamba tuweze kukopeshana sisi kwa sisi. Yani ule mfuko wanatujazilia sisi, kwanza tutoe shares zetu sisi wenyewe kama bodaboda, zile za kila siku, lakini county chip in, ituweke mfuko, ituongezee mfuko ili kwamba tuweze kukopeshana sisi kwa sisi. Sasa inakuwa kwamba wakati mtu amekopa mkopo pale kwa chama yetu ya bodaboda, ndio haulipi na interest kubwa kama ile ambayo angelipa wakati ameenda kukopa mkopo either bank ama kwa microfinance. Unanipata? So inakuwa anakuwa na uwepesi wa kulipa ile pikipiki. Hiyo itakuwa haimsumbui kwa sababu interest itakuwa chini. Tunaweza weka hata na 2%, 3%, yani ile kidogo kabisa ambayo tunajua mtu atalipa, na akishamaliza mwingine anapewa, hivyo ina rotate. Kwa sababu utagundua kwamba hizi microfinance na ili nafikiri tutasaidiwa na wabunge wetu. Kwa sababu Kenya imefika mahali imekuwa kama soko huru. Hawa watu wanafanya biashara na wanatuwekea rates za juu zaidi, interest rates za juu zaidi. Ziko juu zaidi, ndio. Na bunge ni kama naona wamefumbia macho ile swala. Kwa sababu utakuta pikipiki ya 169,000, 169. Utakuta bodaboda ameilipa, akija kumaliza ile pikipiki amelipa zaidi ya 300,000. Na kwa market price ni how much? Ukienda kununua cash ni 169,000. Na unailipa paka, na unakuta mtu amelipa paka 300,000. Mwingine pikipiki mbili. Hizo ni pikipiki mbili amenunua. So unaona, inakuwa changamoto kubwa, lakini serikali ya county kichip in na mtu hawa anatoa shares zake kila siku, itasaidia ili kwamba
Sasa tuweze kuempower watu. Ukimaliza pikipiki unaweza chukua mkopo hata ukafungulia mke wako biashara na maisha ikasonga. So itakuwa inapunguza ile competition ya bei. Tukiweka bei standard itakuwa kila mtu anaweza akafuata. Ndio. Sijui kama tunaelewana. Ndio. Changamoto nyingine ambayo natukumba sisi kama sekta ni vijana ambao wanaingia kwa sekta na kwa bahati mbaya hawana uzoefu wa pikipiki na wanatumia mihadarati. Imekuwa donda sugu sana. Mihadarati. Imekuwa donda sugu sana. Wajua siku hizi hata mimi nikibebwa na pikipiki kuna kitu ambayo inanirritate sana. Mtu anatafuna mgoka. Ile harufu inakupiga ukiwa nyuma. Unasikiaga unaudhikaga sana na hiyo mgoka. Hii ni jambo ambalo mimi lanikeraga. Lakini mimi nataka niseme hivi. Ndio. Linakukera na umenikumbusha point moja. Asante kusema mambo ya mgoka. Umenikumbusha point moja tukiwa leo Matangani kule. Kuna mama ameamka former MCA anaitwa Ruth Ilao. Akaamka akasema bodaboda saa nyingine anapanda bodaboda saa nyingine wengine wananuka sana. Lakini mimi nakubali kuna wale wananuka, sikatai. Ile mgoka wakitafuna. Kuna wale wananuka mgoka. Kuna wengine hata wanapiga mihadarati yao. Kuna wengine wananuka pombe. Wamekunywa pombe, so pombe kama mnazi ukikunywa na ukae kwa muda kidogo kama masaa mawili kuna harufu hata ukisweat harufu inakuja. Na kuna wengine pia ni wachafu. Hizo zote tukijumlisha. Lakini nataka nikuulize ndugu yangu. Kwa unyenyekevu tu. Wewe ukiwa unatoka kwa nyumba yako unataka kupanda pikipiki. Pesa ni ya nani? Ni yangu. Ni yako mwenyewe. Boda boda wewe ndio unafaa uchague unapanda nani? Ukweli urongo? Ukweli kabisa. Sasa tusaidiane sote kwa pamoja. Iwapo umefika stage unataka kupanda pikipiki na unaona kabisa huyu mtu anakula mgoka paka imetoka huko kwa mdomo. Ama umekuta huyu mtu ni mlevi. Ama hata wachana na hizo pia. Hata unakuta mtu amevaa eboebo kazini. Amevaa slippers kwa mguu. Mwingine amevaa tu shati ama amevaa tu sleeveless. Wewe kama abiria unapaswa umkatae. Unamwambia sababu. Unamwambia sababu kabisa. Ndio. Unakula mgoka. Heshimu kazi yako, mimi siwezi beba na mtu anakula mgoka. Ndio. Sasa wewe umemkataa abiria wa kwanza. Sawa sawa. Wa pili amekuja amemkataa. Wa tatu amekuja amemkataa. Wa nne amekuja amemkataa. Kesho huyo mtu atakula mgoka ama atalewa? Nidhamu ataichukua. Atarudisha nidhamu kwa sekta. Ndio. So abiria ni fimbo kubwa sana ya kuturekebisha hii sekta. Wajua abiria wanaona wananyamaza, wanahuzunika peke yao. Wananyamaza. Sasa wewe mtu anafukia kabisa, unasikia anafukia. Na wewe umevumilia hapo nyuma kabisa na hutaki kumwambia paka ushuke. Makosa ni yako. Ukishashuka ufika kazini unaenda kuambia colleagues. Baadaye unaenda kusema sasa hiyo mimi nasemaga ni sawa na tu tusengenya. Kwa sababu ungemwambia hapo ukipanda tunaambia ndugu mimi sitaweza. Hii harufu unatoa hapana. Wacha nipande nyingine. Akiachwa na abiria wawili watatu, kesho my friend ataamka asubuhi ameoga. Wengine mimi naonaga mtu amebebwa nyuma anapelekwa speed anakatishwa magari na overtake. Ametulia nyuma badala aongee. Paka anangoja paka ajali imetokea anasema nilikuwa nimemuona vile alikuwa anaendesha. Nilikuwa nimemuona. Sasa umemuona paka amekuvunja mguu. Muongeleshe, mwambie hapana ndugu. Sina haraka, twende taratibu. Kama mimi nikiwa naendesha pikipiki, mimi ukiniambia una haraka nakwambia panda nyingine. Kuna mtu anakuambia peleka mbio nimechelewa. Mtu anakuambia kabisa nimechelewa, kimbiza, namwambia hapana, nitaenda mwendo ule na style niende. Kama unataka ya kukimbia, panda nyingine. Kwa sababu mimi naamini pikipiki ikipita speed ya 30, ikienda 40, haina breki. Hivyo ndio mimi naamini. Hawezi simamisha pikipiki ikasimama immediately. Ama ikasimama emergency brake haiwezi. Hata kama itasimama itavuruta. Haiwezi kusimama. Kwa hivyo mimi naomba abiria wao wanatusaidia. Hiyo ni changamoto kwanza, hiyo ndio changamoto. In fact naweza sema ndio changamoto kubwa sana tukumba. Ndio. Lakini kama sekta ya bodaboda nyinyi wewe kama mwenyekiti umechukua hatua gani kuhakikisha kwamba haya masaibu hayakui tena? Hatua ni nyingi tumechukua. Kwanza tumekuwa tukizunguka stages na yule tunaita base commander. Base commander ni mkubwa wa trafiki katika eneo bunge la Voi. Tumekuwa tukizunguka naye stages tukihamasisha wana bodaboda. Na katika forum zetu pia tunawaongelesha. Tumekuwa na mikutano hata pale Coast Bus mara nyingi tunaifanya hapa na tunaalika bodaboda. Lakini pia vile vile
tuko na changamoto. Bodaboda wengi wakialikwa kwa mkutano hawakuji. No. Wako busy, hawakuji. So sengine unakuja tumeita bodaboda, unakuta bodaboda wamekuja 100 ama 200. Ndio. Wengine wako busy na shughuli zao na shughuli shughuli zao. zao, Hao ndio wale tena baadaye wanakosea katika barabara zetu na wanafanya vituko kama hivi. Ndio, asante sana. Basi mpenzi mtazamaji, unatupata mubashara tukiwa mjini Voi, kaunti hii ya Taita Taveta, tukiwa tunazungumzia masuala ya masaibu ya bodaboda. Kumbuke kwamba sekta ya bodaboda katika taifa letu la Kenya ni sekta ambayo inaingiza pesa nyingi na inakuza uchumi wa taifa la Kenya kwa kiasi kikubwa sana. Basi unaweza pia ukatangamana nasi kama uko na swali lolote ukaweza ukamuuliza mwenyekiti wa bodaboda ambaye niko naye hapa mubashara na ataweza kujibu swali lako. Na kuna jambo ambalo tumeliona sana tukiangalia katika kaunti ya Taita Taveta, kuna ongezeko la ajali zinazohusiana na bodaboda. Wewe kama mwenyekiti unaweza tu kutuelezea chanzo cha hizi ajali, ama unadhani ongezeko linasababishwa na nini? Kwanza ningependa labda nikurekebishe. Ndio. Ningependa nikurekebishe. Watu wengi hudhani kwamba pikipiki yoyote inayopata ajali ndio ni bodaboda. La. Kwa sababu naweza kuregesha nyuma kwa mfano. Ndio. Wiki 2 zilizopita katika hizo ajali 2 zilitokea. Ndio. Kulitokea ajali 2, hiyo ya kule Canaan na hii ilitokea pale White House kuingia Kajire. Nakumbuka nilishuhudia hiyo. Nafikiri ulishuhudia. Hata mimi nilikuta. Tulipatana pale. Tulipatana na wewe hapo kwa hiyo ajali. Ndio. Utakubaliana na mimi kwamba wale waliogongwa pale hakuwa bodaboda. Tunakubaliana paka hakuwa bodaboda. Lakini ukichunguza, ukiangalia kwa social media na vyombo vya habari imeandikwa aje? Ni bodaboda. Ni bodaboda. Ajali nyingi ambazo zinatokea za pikipiki. Nataka kuhakikishia mimi hapa kama mwenyekiti. Ukienda katika pale police station ukimuuliza base commander, ajali zile zimekuwa reported za bodaboda. Atakupatia. Ajali nyingi ambazo zinatokea katika kaunti yetu ya Taita Taveta zinahusu pikipiki private. Ambapo mimi naweza sema ni watu ambao hawana uzoefu wa pikipiki. Kwa mfano ile nizungumzie tu ajali kama ile ilitokea pale Kajire. Wewe uliona na ulishuhudia. Ndio. Aliyekuwa anatembesha ile pikipiki alikuwa anaelekea Kajire. Na alipofika katika karibu na junction ya kuingilia Kajire, hakuweka indicator na hakutoa mkono wa kuonesha anataka kuingia Kajire. Yeye aliamua kuingia bila kuangalia. Sasa bodaboda yoyote na wachunguze tu. Angalia bodaboda yote ambaye anafanya kazi within town wakati anaingia kwa junction. Unless wale wachache, lakini wengi hata kama hajaweka indicator utaona ameingia katika yellow line katikati kuonesha kwamba mimi naomba njia napita naingia. So mimi nataka niseme kwamba bodaboda nyingi, pikipiki nyingi ambazo zinapata ajali nyingi si bodaboda. Kwa mfano kabla hii ya juzi ilitokea, nataka uniambie ni bodaboda gani mwingine alifariki mwaka huu? Kuna waliumia. Lakini sidhani kama hata zinafika ajali 5. Ndio. Kwa hivyo wengi ambao wanapata hizi ajali mostly ni pikipiki private. Na utagundua kwamba ukichunguza Voi almost robo, nasema robo ikielekea nusu ya pikipiki ni private. Wale watu wako na kazi zao. Wale watu wana shughuli zao, lakini vile vile hao private sometimes wakiwa wanaenda shughuli zao hawaachi abiria kwa njia. Akipigwa mkono anabeba abiria. Ndio. Sasa pia hiyo ni changamoto. Pia ni changamoto kubwa. Lakini ukweli ni kwamba hao ambao wanatumia pikipiki kama private, pikipiki za private ambazo wanaenda shughuli zao, wengine ni walimu, wengine wanaenda shughuli zao kazini kwao. Ukichunguza utakubaliana na mimi ni kweli, kwa sababu kwa mfano simama pale substation ya Kenya Power. Asubuhi utaona zile pikipiki, ni uhesabu zile pikipiki zimepakiwa hapo nje, watu wameingia kazini kwao. Ni mingi sana. Nenda pale Wildlife kwa gate. Chungulia pale, angalia zile pikipiki zimepakiwa hapo, wafanyikazi wale wanafanya pale ndani. Ni nyingi. Hata walimu wenyewe kwa mashule. Nenda kwa mashule utakuta pikipiki 5 6 hapo zimepakiwa, ni walimu wamekuja shuleni. Kwa hivyo pikipiki nyingi pia ni private. Watu wengine wanapenda kutuwekelea maneno mengine si yetu. Ila kuna ambao hukosea barabarani bodaboda. Hiyo hatuwezi kataa.
lakini wengi ambao huwa wanapata, utawachunguza tu utaona. Juzi kuna mmoja, I'm sorry to say, kuna watu wanatengeneza mnara pale juu, wengine ni wa China pale juu hapo Mwakingali. Juzi walipata ajali hapo Fine Breeze. Bahati nzuri ya kukuwa na serious injuries. Mchina anatembesha na ni laana, hajui hata kutembesha pikipiki vizuri. Akichange gear unasikia tu vile ameachilia, unajua kabisa hajui kutembesha pikipiki. Amefika pale Fine Breeze, anaingia, wale wanajua VoIP, kama unaingia kwa levela daktari pale. Hakuweka indicator, ameamua kugeuka tu, akagongwa na mwenzake alikuwa nyuma yake. So wengi ambao wanatumia hizi pikipiki hawajui kuzitembesha. Ni mtu amejifundisha akaamua achukue kununua pikipiki yake ya kwenda kazini. Hata wengi leseni pia hawana. Ndio, na tukiweza kuangalia kwa sala hilo, mafunzo ya usalama barabarani yanafanywa kwa muda gani? Huwa yanafanyika ama huwa yanafanyikaje hapa VoIP? Mafunzo ya usalama barabarani kwanza ni sisi kama sekta ama kama viongozi wa bodaboda kwa tunaomba kwa idara ya trafiki ama idara ya NTSA walete haya mafunzo. Kuna wakati tulikuwa tunaomba kwa NYS waje watufanyie mafunzo zile refresher courses. Lakini vile vile shida bado inatupata, ndugu yangu mwanahabari, kwamba ni bodaboda kupatikana. Kuna wakati tulikuwa tumeletewa wakati wa gavana aliyetangulia gavana Samboja. Ndio. Tukapata nafasi za kupeleka vijana kujifundisha kutembesha pikipiki ama kupata leseni ya ile kampuni inaitwa Trunk. Na nilipeleka vijana zaidi ya 50. Lakini unakuta baada ya wiki 3 wale vijana wamebaki 30. Wale 20 hawaendi class. Na imagine hiyo ni mafunzo bure umelipiwa. Siko naelewa. Kwa pia kuna haja vijana wetu sisi tutawapatia civic education. Kuna wengine hawako serious na maisha ama nitasema nini. Sababu kama umelipiwa nafasi usomee leseni na umelipiwa darasa uende na hauendi, na unajua kabisa hicho chombo lazima uwe na leseni. Na sasa chanzo kinaweza kuwa nini? Mbona hawaendi? Mimi nafikiri hii generation ya sasa ina shida. Na mimi Gen Z. Hii generation ya sasa kuna mahali kuna matatizo. Kwa sababu wana kasumba zingine hata unaweza shangaa zimetoka wapi. Sababu sasa kama mtu kulipiwa, mimi niliona hata wakati wa mwaka jana, wakati tulikuwa tunatoa basari, mheshimiwa huyu wa Kaloleni, mheshimiwa Azar Din, alikuwa ametuaga nafasi watu wasome polytechnic. Nafikiri kama si 10 ni 20. Unakuta wale wanafunzi wamelipiwa polytechnic, cheki imeshalipwa, ishadikuwa deposit. VoIP polytechnic. Watu wamelipiwa, hawaendi class. Imagine. Na pesa imelipwa. Sasa unashindwa. Unafuata mtu anamwambia huyu anataka nini? Hana sababu ya msingi ya kutuenda shule. So hiyo ni changamoto kwa vijana wetu, na nafikiri inahitaji tuwazungumzie kwa ukaribu. Pia hizi mihadarati zinafikiri pia zinachangia pakubwa sana, kwa sababu mtu atanunua mogoka achonge paka saa 8 saa 9 ya usiku. Akilala ndo amelala flat. Anakuja kuamka saa 7 mchana kesho yake. Utajikuza sana. So kuna haja pia vijana tuwapatie civic education na kueleza pia umuhimu wa maisha. Sasa watu nafika mahali kama hawaoni umuhimu wa maisha. Changamoto, nimeona changamoto ya mihadarati imekuwa ni changamoto kwa sababu kuna ule ambaye anafanya kazi mchana, usiku pesa yote anapeleka anaenda nyumbani anarudia the same thing. Ukiangalia maisha yake, ukitofautisha yule ambaye anatumia mihadarati na yule hatumii, kuna gap kubwa sana. Ndio. Hiyo ni jambo ambalo tunaangalia kuna shida mahali. Na hii shida nyinyi kama wewe kama mwenyekiti na timu yako, mnafanyaje kuhakikisha kwamba hao bodaboda hawatumii hizo mihadarati? Unajua kitu cha kwanza nafikiri kutumia mihadarati nafikiri inakuja at a personal level. Kwa sababu mihadarati ni wewe mwenyewe kwanza. Mimi nitakuzungumzia kama mwenyekiti ama sisi kama viongozi wa bodaboda, tutakuja vile tunazunguka kwa stages tukiwazungumzia. Unaweza tukuzungumzie, lakini kama hujaamua kuacha, ndio hata tukufanye nini, hata tukupige ni kazi bure. Lazima wewe kwanza ukubali kuacha, na lazima pia cha pili nafikiri sasa sisi kama sekta itabidi sasa tutumie nguvu kidogo, kwa sababu sekta ya bodaboda ni ofisi kama ofisi zingine. Ndio. Hauwezi ajiriwa kwa county ama kwa serikali kuu ama kwa kazi yoyote, alafu niambie wewe utaingia, wewe unafanya kwa cyber,
alafu wewe uko na jaba unataka kutufanya kasa kazi kwa sababu ama kufanyia watu photocopy na huku uko na miraa kwa mdomo, haiwezekani. Lakini sekta ya bodaboda imekuwa kama soko huru. So mimi nataka kusema kwamba itafika mahali itakuwa hatutaruhusu kwa stages mtu achonge miraa. Kama unataka kuchonga miraa ama mogoka, basi utabidi ufunge kazi. Wewe nenda nyumbani ufunge kazi, chonga miraa yako. Ama kama unataka kunywa pombe yako. Sababu kwa pombe nafikiri tumejaribu. Kwa pombe kidogo tumejaribu sababu nyingi ni jioni. Lakini ukweli ni kwamba kwa pombe ni ngumu sana sasa upate mtu stage ameelewa. Tukikupata stage kawaida sisi tunachukua funguo na tunapeleka pikipiki polisi. Hakuna mjadala. Na tukipata underage, pia kuna shida ya underage wakati shule zimefungwa. Wengi wanapotoa pikipiki wanakuja town, watoto ambao hawajafika miaka 18. So pia hao tunasemaga mtu atatusamee tu kwa sababu haina haja tukuache alafu baadaye tusikie umegonga umefariki. Ndio. Haina haja, afadhali tuzuie. So sisi pikipiki mtu akiwa mlevi unless hatujamuona. So kuna yule anatoka bar amechomoka hakuna mtu amemuona. Lakini kama umekuja stage basi tutashikilia pikipiki. Kama ni amdosi tutamuita amdosi aje achukue pikipiki yake. Lakini kama umezidi na unatusumbua itabidi tupeleke polisi, utakuja kesho yake uje ueleze kwa nini ulikuwa mlevi. Ndio na hilo unalisema unapeleka polisi ni kitu ambayo mmeifanya? Inafanyika? Hiyo tumefanya sana. Na wanapatikana? Hiyo imepatikana. Ndio. Sana. Hata ukiuliza bwana Osis atakwambia tumepeleka kadhaa pale polisi. Kuna mmoja kwanza alikuwa notorious sana. Tumempeleka kama mara 2. Mwisho naona siku hizi hata ameacha kazi ya bodaboda. Naona siku hizi nyingine anauza njugu, anazungusha melon. Ameona hii kazi itampeleka mahali pabaya kwa sababu hawezi endesha pikipiki kwa mlevi. Ndio, na tukiangalia barabarani kuna masaibu mengi sana ambayo wanabodaboda wanayapitia. Unaweza kutuambia ni masaibu gani ambayo wanabodaboda wakiwa wanaendesha pikipiki zao kwa barabara wanayapitia? Masaibu ambayo tunapitia ni mengi. Ndio. Kitu cha kwanza nataka niseme pia, unajua tunasemaga bodaboda huwa tunalaumu sana magari katika barabara zetu. Lakini pia sisi kwa sisi wengine hatuheshimiani. Bodaboda wakiwa barabarani wao kwa wao ni changamoto. Kwa sababu gani nasema hivi? Ukiwa barabarani kwa mfano nikupatie mfano tukiwa tunaenda town kama nimekubeba. Na nataka kuja kuingia barabara ya KWS ya Voi Boys. Naenda Voi Boys nikiwa nimetoka huku Mazeras. Nikiwa nakuja na turn right pale. Mwenzangu anatoka town kama ako karibu zaidi nafaa ni muombe ruhusa. Naomba niingie. So either nitamwashia taa nikumuonesha kuwa naomba nafasi niingie. Lakini bodaboda ukimwashia taa ama ukimwomba nafasi hakupei nafasi. In fact wao upiga honi badala ya kupunguza speed. Sijui kama umeona situation nyingi kama hizo. Nimeziona bila shaka. Badala ameomba line hata pia na gari. Wao wengi sijui ni kasumba nyingine watu wanaishangaa. Wewe umeomba nafasi, gari ina turn right, wewe uko mbele. Siku unafaa uslow mwenzako apite, amekuomba nafasi. Badala uslow wao wanashikilia honi. Ashiki brake. Anashikilia honi. Mwingine anakanyaga stand chini. Overtake na bodaboda alafu anakanyaga stand chini. Unasikia krrrr. Hata kama mtu amebeba nyuma anashtuka anaona kama kuna mwenzake amepata ajali nyuma. So hizo ni changamoto ambazo zinatukumba sisi kila siku. Changamoto nyingine ambayo inatukumba sisi kama sekta, kuna bodaboda ambao si waaminifu. Na hiyo sana inaendelea mimi kama mwenyekiti. Ndio. Utakuta wewe umebebwa na pikipiki. Umelipa through M-Pesa. Ndio. Bahati mbaya ukakosea badala ya 50 ukaweka 500. 01 tu. 01. Ama wengine wanakosea kwa pesa ameweka pin. So ile pesa yote inaenda kwa nani? Kwa ile bodaboda. Ile bodaboda ndio. Ni bahati mbaya imetokea kwa sababu kila mtu ukosea, hakuna mtu uko perfect. Sasa ile bodaboda badala arudishe ile pesa, akipigiwa simu analenga, ashiki na anatoroka. So hizi zote zinaniangukia mimi kama mwenyekiti kutafuta yule bodaboda. Sasa makosa inakuwa mbaya ni wakati nimetangulia kusema ulipanda pikipiki kumbe si bodaboda ni private. Sasa huyo mtu tutamtafuta na tutawampata. Kwa sababu huyu mtu ni private, labda hata alikuwa anapita kenda shughuli zake. Hatutawahi muona. So utakuja kulaumu mwenyekiti useme mwenyekiti bwana nilimpatia issue yangu. Amejaribu kufuatilia kwanza wengine wanasema hajafuatilia kwa sababu
So kama sijampata unaona sifuatilia. Kuna mzee alikuwa ametumiwa pesa na watoto wake aende anunue dawa. Anatoka hapo Mwakingali pale karibu na kotini juu yake hapo Modaiga. Bahati mbaya huyo mzee hata mpaka leo nina message yake ya M-Pesa. Bahati mbaya huyo mzee aliweka pin. Na pin yake ilikuwa inaanza na 7. So instead of pesa kwa pesa pale akaweka pin. So ilipoingia hiyo pesa jamaa bodaboda alichomoka. Alimshukishia hapo Shekem pale opposite Equity Bank hapo pande ya chini. Jamaa kaenda, alitumia 7,000 na kitu. Jamaa kaenda. Na huyo jamaa tumemtafuta. Kumbe hata ile line yenyewe aliregister. Alikuwa ameregister na namba na kitambulisho ya wazazi wake. Alikuwa ni mtu kutoka Kisii. Alikuwa ameregister na ID ya mzazi wake ambaye ni mama. Tumemtafuta bwana akinipigia namwambia mimi nimejaribu kiwango changu nimeshindwa kwa sababu hii namba pia si mtu locally si mtu hapo. Sasa hiyo inanirudisha kwa ile mipango ambayo tulikuwa nayo sisi kama sekta. Na mipango ambayo tulikuwa nayo kama sekta ukizunguka katika hizo bodaboda zetu utaona kila bodaboda iko na namba. Sijui kama umeziona. Kuna bodaboda ziko na namba. Na hivi karibuni pia tutaanza msako kwa zile ambazo hazitaki kuweka hizo namba. Hii namba tuliweka kwa ajili ya kusaidia safety ya bodaboda na safety ya abiria. Nasema hivi kwa sababu gani? Unaona haya mambo yote tumezungumzia ya security na insecurity. Yatatatuliwa zaidi na ile namba. Unapopanda pikipiki kitu ya kwanza unafaa ushike kwa bodaboda ni ile namba iko kwa ile pikipiki. Na hizi namba tumezigawanya kulingana na stages. Kila stage ya bodaboda iko na namba na iko na namba digit na iko na jina la ile stage huyo bodaboda ametoka. Ndio. So unapopanda pikipiki soma ile namba kitu ya kwanza huo umeishika. Ndio in case bahati mbaya itokee amekuibia ama amekutapeli, ukija kuripoti kwangu uripoti na ile namba. Hata achana na namba plate ya pikipiki. Ile namba ukinitajia tu umebebwa na pikipiki namba 05 ya stage ya Kasarani. Mimi nitampigia mwenyekiti wa Kasarani nimuulize namba 05 ni ya nani. Ananiambia namba 05 ni ya kijana anaitwa sijui Victor. Anambia kwa Victor ni wapi? Inakuwa rahisi kwangu kutafuta huyo mtu. Ndio. Siko unanielewa? Ndio. Nishawaitoa kisa kingine, mama alishuka pale Caltex usiku zile basi za saa 10. Akiwa anaenda CIT wakati CIT walikuwa wanachukua wale freshers. So mama alipopata pale akasema naomba kupelekwa CIT. Yule kijana alimbeba ule usiku. Hakumpeleka CIT direct. Huyo jamaa alimzungusha akamtokea kule junction pale juu. Akakuja akaingia Birikani. Akatoka Birikani akakuja akamuingiza paka Mbomani. Akarudi na nyuma kule kwa maji kule Irima. Akatokea na CIT upande wa nyuma. Akaomba shilingi ngapi? 1,000. Kwa sababu mama hapajui, alikuwa hapajui. Na labda yeye aliona hiyo ndio njia. Kwa sababu hajui mji wa Voi. Alitoa ile 1,000. Yule kijana mama hakushika number plate na nakumbuka alilipa cash. Na hakushika namba ya stage kwa sababu wakati zilikuwa bado. So baadaye yule mama alipomaliza shughuli zake pale CIT. Ndio. Akitoka kuna bodaboda zinapark CIT pale, kuna stage ya CIT. Akauliza Caltex pesa ngapi? Akaambiwa 100. Mama akapiga nduru. Akaulizwa mama shida ni nini? Ngambia asubuhi nimeletwa hapa saa 10 ikielekea saa 11. Na nililetwa na shilingi 1,000. Akaambia mama pole ulitapeliwa. Lakini iwapo yule mama angekuwa ameshika namba ya stage, huyo mtu tungemtafuta na akamrekeshia mama pesa yake. Sababu ni utapeli. Huo utapeli. Hizi namba zitasaidia mahali pakubwa sana. Ndio. Hata ku-identify mtu kwa sababu last month kuna ajali ilitokea Mwatate. Pale karibu na Works Mwatate. Na bahati nzuri bwana alikuwa na namba yetu ya Voi. Ni bodaboda alitoka Voi akaenda huko Wabirikani. So alipopata ile ajali mwenyekiti wa Mwatate mimi alinipigia. Akaniambia chairman kuna ajali imetokea hapa Mwatate na huyu mtu kama ni wako. Akaniambia ni Birikani namba fulani. Direct mimi nikapigia chairman na Birikani kumwambia kuna kijana wako amepata ajali wapi Mwatate. Tafadhali
hebu shughulika. Vile vile kuna wakati kuna pikipiki iliibiwa Kariakoo ya juu pale Voi Primary. Yeah. Hiyo pikipiki ilikuwa jamaa alipark pikipiki yake nje, akaingia nyumbani ndani. Pikipiki hizi aina ya TVS huwa kuna mahali ukikata waya inaweza ikaguruma. So jamaa akaiba pikipiki. Akakuwa anaelekea Taveta. Alipofika kwa ile roadblock ya Taveta akasimamishwa. Aliposimamishwa tu ni kama aliingia uoga zaidi, akaruka akakimbia. Yule bezo pale wa Taveta akanipigia. Sababu namba zetu tuliwapatia za wenyekiti. Akaniambia chairman, kuna pikipiki hapa tumesimamisha, mwenyewe akaruka akakimbia na iko na namba ya Voi Bumstage Kariakoo. Nikapigia chairman Kariakoo. Kumbe jamaa washaenda polisi kuripoti pikipiki imepotea. Nikamwambia sasa chukueni namba ya afisa, nendeni paka Mwakitao. Hiyo pikipiki kwa hapo na muende mbebe documents ya pikipiki na ubebe kitambulisho. Na akapata pikipiki yake. Lakini kama ingekuwa haina namba ingekuwa vigumu sana kupata. So hizi namba tunataka tuzitilie mkazo, kwa sababu kuna watu pia hawataki kuweka kwa sababu ya misingi yao ambayo wao wanajua nini wanafanyaga mostly usiku. Ndio. So tunataka tuweke mikakati mizuri kwamba kila pikipiki ya Voi lazima iwe na namba, na ikiwezekana Mungu akitusaidia tutaweka paka zile za private. Iwe kabisa hata ukipanda pikipiki ambayo si ya bodaboda tutajua ulikuwa umepanda pikipiki ya private namba fulani. Pia huyo tutamjua. Ndio. Umelizungumzia sana swala la namba, lakini kuna swala la helmet na reflector. Bodaboda mjini Voi wengi hawana. Ama kama uko nazo wanaziacha nyumbani wazitumie. Tatizo ni lini? Swala pia la helmet na kuvaa reflector na pia tuseme pia viatu, kwa sababu wengi utagundua pia viatu hawavai. Na slippers, slippers wanafanya bodaboda na iboibo. Lakini pia hili ninasema ni swala la mtu binafsi kwanza. Wewe lazima ujifikirie kama bodaboda, kwa sababu unaponunua pikipiki lazima upatiwe reflector 2 na helmet 2. Hiyo ndio sheria ambayo serikali imeweka. Lazima ukinunua bodaboda pikipiki yeyote utapatiwa helmet 2 na reflector 2. Maajabu na masikitiko ni kwamba bodaboda pikipiki zinaponunuliwa wengine wanauzaga zile helmet immediately. Wanaziuza. Aswa wanaopatiwa pikipiki na wadosi. Mwingine atauza alafu adanganye mdosi helmet iliacha stage ikafanya nini? Ikaibiwa. Lakini ukweli kwamba wengine wanaziuza, wengine wanaziacha nyumbani maksudi. Na nataka nishukuru kwa sababu nishukuru base commander wa Voi Bwana Elisha Korir. Ndio. Ameniita, amekuja mgeni juzi, ana muda mrefu, lakini ameniita na tukaongea kwa kirefu. Na aliniita kwa sababu ni vile tumepatwa naye majanga ya huyu ndugu yetu alifariki. Lakini tulikuwa tumeketi kikao na yeye na tukaweka mikakati kwamba tunataka tuanze sensitization ya helmet na reflector kwanza. Na tukakubaliana kwamba amesema hatutashika bodaboda yoyote kwa kigezo cha insurance na kigezo cha license, lakini tutakushika kwa kigezo cha helmet na reflector peke yake. Tukifaulu kwa hiyo kwanza ndo tutaenda kwa insurance, kwa sababu insurance ni kitu unaweza kata sahihi na ukapewa sahihi. Tukishamaliza hapo ndo sasa tutaingia kwa leseni, kwa sababu leseni ni kitu ya muda mrefu. Na hiyo lazima pia kwa unyenyekevu tuombe wanasiasa wetu watusaidie, kwa sababu wao wako na mifuko katika zile idara ambazo wako. Kwa mfano mbunge na mheshimiwa gavana wanaweza chip in wakasaidia kwamba wale hawana leseni wapate leseni kwa bei nafuu. So mkiwa wengi ukiongea na kitengo cha NTSA kutoka Mombasa wanaweza kuja wao watufanyie kwa pamoja hapa Voi. Na pia watuletee zile leseni hapa Voi. Huwa inawezekana. Kwa hivyo hiyo ndio mipango iko, na haswa hilo swala la helmet na reflector. Haswa kwanza mimi nalilia helmet zaidi, kwa sababu helmet kichwa kinapogongwa hakina repair. So helmet ni swala muhimu sana, na ni swala ambalo tunataka tulitilie mkazo ili kwamba tulinde bodaboda wetu, kwa sababu vijana ndio viongozi wa kesho na ndio taifa la kesho. Tukiwapoteza kwa wingi basi taifa linakuwa hafifu. Ndio. Na kama sekta ya bodaboda mnashirikiana vipi na vitengo vya usalama kuweza kukabiliana na haya masaibu ya bodaboda? Vitengo vya usalama nafikiri kwamba tuko na ukaribu zaidi. Ndio. Ukaribu zaidi, kwa sababu chochote kinachotokea cha sekta ya bodaboda
lazima tuhusishe OCS, lazima tuhusishe base commander na lazima tuhusishe SOT. SOT ni mkubwa wa trafiki kwa county yetu ya Taita Taveta. Na vile vile pia county huwa tunahusisha zaidi kwa sababu sasa hivi utagundua kwamba county wamechora barabara ambazo pale mjini ndani ni one way. Au mwezi enda two way. Ndio. Kama ile barabara ya Bafagi, ile barabara ya nyuma ya D-Star. Kuna barabara ambazo ni ya kwenda uwezi pitia. So hizo ni asasi ambazo lazima tufanye kazi kwa pamoja ili kuhakikisha kwamba hii sekta inaenda mbele. Na tunaungana na kwa sababu Kasenge ndio mtu ambaye anashughulika sana na mambo ya enforcement katika county hapa Voi. So yeye ndio tunashughulika naye sana, haswa pia pale Mwanyambo kwa watu wanavuka. Tunahimiza sana ndugu zetu wa bodaboda, unapokaribia ile eneo la shule pale, hakikisha umepunguza speed yako kwa sababu ya watoto kuvuka pale. Na vile vile pale Mwamunga pia jioni na asubuhi wakati watoto wanakuja na wakati watoto wanatoka, tunahimiza pia bodaboda japo pale Mwamunga hakujachorwa, lakini kuna bums. Ni vizuri kwamba tuzingatie pale vile vile watoto wanapovuka. Na pia pale Kariakoo unapoenda Voi Primary katika ofisi za county, vile vile pale kuna zebra crossing, pia watu wazingatie. Hizo ni vitengo vya county na vile vile kitengo cha polisi. Tunafanya nao kazi kwa karibu zaidi kwa sababu ukikumbuka kwamba wakati pikipiki zilikuwa zinaibiwa, wale majambazi tuliwashika wa mwisho pale Taveta ambao bado kesi yao inaendelea, na naomba Mungu, na mimi siogopi kusema naomba Mungu wafungwe kwa sababu wamehusika. Tuliwasiliana na wao na kampuni ile ambayo ilikuwa inahusika, ambayo ile pikipiki ilikuwa na truck, tukasaidiana na tukashika wa jamaa kule Taveta. Hiyo inadhihirisha kwamba tuko na uhusiano wa karibu zaidi na maafisa wetu wa usalama, ili kwamba tuhakikishe mji wetu wa Voi bodaboda wanakaa kwa njia nzuri na njia safi, wanafanya kazi yao kwa amani na utulivu. Ndio hapo kuna madai kwamba baada ya pikipiki kuibiwa yani hakufanya uchunguzi kikamilifu. Wale ambao wanaibiwa kuwapata na kwa vigumu. Hiyo ni ukweli, imechukua muda. Ilichukua muda kwamba kujua wahusika wa wizi wa pikipiki. Na mpaka sasa mimi bado naweza sema hilo swala bado tutaliachia kitengo cha DCI. Ndio, kuna uchunguzi wote ambao umefanywa kwa ukamilifu tangia uingie madarakani. Na tukapata madarakani katika vile visa vile vya majuzi, vile ambapo bodaboda wameuliwa kadhaa, zaidi ya 6, na pikipiki zao kutoweka. Wale ambao tuliwashika mwisho pale Taveta ambao nimetangulia kusema, kulingana na ripoti ya DCI, wale vijana wawili wamehusika kwa vifo kama si 3 ni 4. Nafikiri 4 kwa sababu simu zao zinaonekana katika matukio ambapo wale vijana wetu waliuliwa, haswa yule ambaye aliuliwa pale maeneo ya Mwakingali Primary Makongeni, yule kijana anaitwa Silo, yule tulimzika pale Chakaleri. Wale vijana simu zao, kulingana na uchunguzi wa DCI, simu zao zinaonekana katika scene yale masaa yule kijana aliuliwa. Vile vile yule kijana wa Sofia Machanja aliuliwa pale JKUAT TTU hapo Marvenue ukiingia. Pia simu zao bado zinaonekana pale. Hii inaonekana kwamba DCI wamejaribu kufuatilia na wamegundua kwamba wale vijana wawili ambao bado wako ndani, kesi yao iko karibu kuamuliwa, wanahusika, na uchunguzi wao umeonyesha kwamba simu zao zilikuwa katika scene ambapo vijana wetu wa bodaboda waliangamia. So nafikiri mimi nitasema wamejaribu hadi sasa, kulingana na mimi wamejaribu kutatua hiyo shida. Na nitakubaliana na pia na wao kwa sababu tangu wao vijana washikwe, nafikiri hakuna wizi mwingine umetokea wa pikipiki. Tangu wale washikwe. Na vile vile pia si wapongeze wao peke yao, napongeza pia wachungaji kwa sababu tangu waombe pale Kirumbi. Kuna jamaa baada ya hapo mwingine akajinyonga pale Equity kwa mnara. Sasa sijui pia yeye alihusika, kwa hiyo sijui. Lakini kulingana na yule mchungaji aliyeomba, aliyefanya ibada ya yule kijana wetu Mwanjala pale Kirumbi, alisema mwenye amehusika atajitoa uhai mbele ya kila mtu. Hivyo ndo alisema pale
Sasa kulingana na maneno yake na Ndiyo. yale yaliyotukia, basi yanaoana. Sasa sijui kama pia ilihusika, lakini pia nashukuru wachungaji kwa kutuombea na kuombea sekta yetu. Naona sasa at least zile mauaji zilipungua ama zilisha. Ndio. Basi mpenzi mtazamaji, unaendelea kutupata hapa mubashara kutoka mjini Voi, tukiangazia tu masuala ya masaibu ya bodaboda katika kaunti ya Taita Taveta, na niko naye mwenyekiti wa bodaboda mjini Voi ambaye anatuelezea kwa kina kuhusiana na masuala yote ya bodaboda. Tukiangalia wewe kama mwenyekiti, ni mikakati ipi ambayo umeweka ya kuhakikisha kuna usalama, hadi kuna mabadiliko gani umefanya? Mabadiliko ni mengi ambayo nimefanya, kwa sababu sasa katika sekta ya bodaboda Ndio. Tulikuwa kitambo ilikuwa tunabeba sekta executive peke yake kitambo, lakini kwa sasa ndio bodaboda kila stage iko na stage chairman. Vile vile nimetangulia kusema kila stage iko na namba. Vile vile sasa tunakuja na welfare ya bodaboda zote eneo bunge la Voi, ambayo nafikiri in the next one meeting tutakuwa tumetafuta certificate ya sasa bodaboda wote, na tutakuwa sasa tunaungana sote kwa pamoja kama force, ili kwamba tulete bodaboda kwa pamoja na tukuzane sisi kwa sisi. Kwa sababu tunapokuwa kwa pamoja, tukiweka mfuko wetu kwa pamoja kama bodaboda sote, nafikiri tutaweza kusaidiana sisi kwa sisi, sio kwa mazishi peke yake, hapana, lakini kwa kujiinua. Unapotaka mkopo si lazima uende kwa benki, tunaweza kopeshana sisi kwa sisi pale kwa sekta. Unapotaka kuinuka, unataka kuendelea na masomo kwa mfano, kwa sababu bodaboda wengi wamesoma na wengine wanataka kuongeza masomo, labda unataka kujiunga na pale CIT ama TTU, unaweza kuja kuchukua mkopo pale kwa kikundi chetu, ile welfare yetu, kwa kusaidia uendeleze na masomo yako na uendelee kulipa polepole. Kwa hivyo hiyo ndio mikakati ambayo sisi tuko nayo kama wana bodaboda wa Voi sub county, na Mungu akitujalia kutujalia, tutapanua mambo mengi ambayo tunataka kuendeleza, kwa sababu tunataka kushirikisha stakeholders wengine. Kwa sababu Voi utagundua kwamba bodaboda wengi wanafanya kazi kwa jua. Stage ambazo ziko na shed ni ile ya Coast Bus na pale Equity nyuma. So tuna mipango kabambe ya kuhakikisha kwamba stages zingine tumezipatia sheds za bodaboda, na kwa sababu tumejaribu kwa serikali ya county, lakini kila tukijaribu tunaambiwa kwamba pesa ni kidogo, pesa ni chache, mambo ni mengi. Hapo tutaingia kuhusiana na county. So tunajaribu kutafuta stakeholders, kwa sababu ukipita Kariakoo sasa hii kuna mtu amejitolea ametengeneza ile shed pale ya Kariakoo KI. Vile vile Sofia pale kuna wengine inaamshwa pale, tumetafuta mfadhili pia. Kuna wengine inawekwa CIT. Hapo katikati Sofia tunataka stage ya kwa Magis. Tutakuwa na shed pia bodaboda hapo. So ni pole tunaendelea, kwa sababu hata wazungu wanasema Rome was not built in a day. Tunaenda pole ili kwamba itafika, nafikiri baada ya mwaka mmoja miaka miwili utakuta kwamba kila stage ya bodaboda itakuwa na shed, kuhakikisha kwamba wanafanya kazi kwa mazingira ambayo ni sawa. Ndio, kuna swali lingine ambalo nimesikia baadhi ya wahudumu wa bodaboda wakilizungumzia, kuwa mkiwa barabarani kuna vile baadhi ya hizi gari kubwa zinaonyesha madharau. Kuna ukweli hapo? Ukweli huko, na hiyo ni ukweli mtupu, siwezi kataa, kwa sababu haswa upande wa highway, upande wa Nairobi Mombasa highway, ndio pikipiki tunadharauliwa. Gari hazitujali sisi kama watumizi wengine wa barabara, zina overtake kiholela, hazitujali kabisa. Hata hapa ndani bado barabara yetu ya ndani kuingia Voi, the same thing ina happen. Gari na overtake na hauna mahali pa kuondokea, kwa sababu hizi barabara zetu za town ndani, kando hizo barabara ni mitaro vile zimedesigniwa. So unapohepa ile gari ni either uingie kwa mtaro, hakuna njia nyingine. So pia sisi tunaomba madereva wa magari pia tuheshimuni sisi kama watumizi wengine wa barabara, kwa sababu leseni ni ile moja, tofauti ni mihuri tu. Kwa hivyo tunaomba kuwa watu heshimu tu sisi kama sekta ya bodaboda, na pia sisi kama watumizi wengine wa barabarani. Na vile vile
ni vizuri niseme katika hilo swala la watu ambao wanatu dharau barabarani. Pia wewe kama mwanabodaboda ni vizuri pia ujitetee nafsi yako. Unapopewa leseni wewe unaambiwa wewe peke yako kichwa chako ndio kizuri. Hao wengine wote ni wenda wazimu. Gari inapo overtake na unaona kabisa huyu atakugonga, basi mimi naamwambia bodaboda, ukiona mtu ameovertake tu, wewe naweka nyaga chini. Ondoka, kwa sababu usipoondoka huyu mtu atakuua, kwa sababu wewe uko nje, wewe ndio body, yeye ako ndani ya gari. Muondokee tu uokoe maisha yako. So ni vizuri kwamba pia bodaboda tujifunze kwamba tusiwe ignorant sana. Ukiona mtu ame-overtake na unaona kabisa uwezani naye, ondoka. Kama kuna nafasi kando, wewe toka kando, mpisha pita na shughuli zake, wewe uokoe maisha yako. Ndio, asante sana kwa kuweza kujibu ile swali vizuri sana. Na basi mpenzi mtazamaji, nilikuwa na durusu na nikaona baadhi ya arafa ambazo zimeweza kuingia katika mtandao wetu wa Facebook. Na wacha nisome baadhi ya arafa. Namuona hapa Alfred Kasenge anasema, Mr. Chairman, doing great work sir, lakini ambia jamaa zako to ensure their lights are on throughout. I meet them as I am heading home 5:30 to 6. Hakuna taa, kitu pia kinachohatarisha maisha yao. Emphasis on speed pia around town and pedestrian crossing. They have totally failed. Nafikiri baadhi ya mambo amesema hapo nimeyagusia. Ya pedestrian nimegusia, lakini vile vile ya mataa ni ukweli. Hata wacha yeye amesema saa 11:30 mpaka kuna wale wa usiku wengine hawawashi. Na ukweli kwamba wale hawawashi, ukifuatilia sana utakuta wanafanya biashara ambazo si halali. Ndio. Kwa sababu kwa nini uzime taa usiku? Unatembea giza. Unatembeaje giza usiku? Haiwezekani unless wewe unafanya biashara haramu. Ndio maana hapo narudi tena pale kwa namba. Ukiona pikipiki, hata kama wewe ni mwananchi, na unaona pikipiki haiwashi taa usiku, pia wewe tusaidie. Soma hiyo namba alafu tupatie hiyo pikipiki. Ndio. Tutadeal nayo, kwa sababu haiwezi kuwa unafanya bodaboda na uwashi taa. Lakini ingawaje masuala ya discipline yanaingia hapo. Lakini vile vile ni vizuri kwamba sheria ya bodaboda inasema uwashe taa masaa 24 kwa sababu ya kuonekana. Ni vizuri pia mchana bodaboda iwashe dim light. Ni vizuri ili uonekane. Ndio. Ni vizuri sana. Ndio, na asante sana kwa kuweza kujibu ile swali. Namuona Hope Violet anasema, Chege, maombi yalifanya kazi na hao walishikwa wafungwe kabisa na wengine waendelee kujinyonga, maana waliua wasiokuwa na hatia. Kwanza ya Mwanjala iliniuma sana. Hata mimi namuunga mkono kabisa, maombi yalifanya kazi, na mimi ni mtu ambaye naamini Mwenyezi Mungu. Na naamini tukiomba kwa Mungu bado mengi yatatendeka. Kwa hivyo hongera kwa wachungaji. Bado mimi nawaambiaga watu wachungaji mimi nawapenda sana. Na nawaenzi sana. Wachungaji hata ukianguka leo, itokee tumeanguka leo, mtu wa mwisho atakuja kufanya ibada yako ni mchungaji. Mchungaji. Kwa hivyo wachungaji lazima si mtu mwingine. Hakuna mtu mwingine anaweza beba ibada, ni mchungaji. Kwa hivyo wachungaji ni watu wa muhimu sana, na mimi wanawaenzi. Na yale maombi tulifanywa kwa matanga ya ndugu yetu Mwanjala, Mungu ailaze roho yake mahali alijichagulia, yalifanya kazi. Hatujawahi ona kisa kingine. Kwa hivyo mimi hongera sana ile mama mchungaji wa Sofia, namshukuru sana kwa hilo. Ndio. Na namuona Margaret Njumo anasema, kitu muhimu, kila pikipiki ambayo haina namba muweke sheria, mtu anapoingia kwa hiyo sekta azifuate, itakuwa bora sana. Na hiyo nimesema nafikiri, na nimesema tunaivalia njuga hiyo. Ndio. Namuona Martin Jenzi anasema, sema ukweli boss Chege. Ale wa Zuchu anasema, ushasema aochea. Pastor Elisha anasema, that's right our able chairman. Tukiangalia hii sekta ya bodaboda ni sekta ambayo mnalipa ushuru mwingi sana kwa serikali. Serikali inawasaidia vipi? Naona nataka kunichekesha, nataka kuniingiza. Ukweli ni kwamba sekta ya bodaboda ni sekta ambayo tunachangia pakubwa sana katika ushuru wa nchi ya Kenya. Lakini ukweli ni kwamba mimi nitasema ukweli, ni masikitiko. Ni masikitiko kwamba hatuangaliwi ipasavyo. Kwa sababu nafikiri serikali inafaa turegeshe mkono mkubwa sana kwa yale mambo tunafanya. Sekta ya bodaboda ni sekta ambayo inalisha watu wengi direct na indirect. Watu wengi sana wanategemea bodaboda.
kwa sababu bodaboda ambaye ako na bibi anategemewa na bibi na watoto wake. Bodaboda kuna mtu ana duka ya spare, ameajiri mtu hapo, inategemea bodaboda. Kuna yule wa petrol station anategemea bodaboda waje waweke mafuta. Kwa hivyo bodaboda ina contribute pesa nyingi sana katika sekta, katika hii nchi yetu ya Kenya. Na sijui ni mipango gani, labda serikali ituambie yenyewe, lakini sijaona mimi bado mipango, kwa sababu mwaka 2002 wakati wa kampeni, unakumbuka tuliambiwa serikali ni nani? Serikali ni ya bodaboda na mama mboga wanaunda serikali, ndio mama mboga. Lakini hadi sasa hata mtu mmoja wa bodaboda tujaona ameteuliwa. Hakuna waziri wa bodaboda, hakuna hata waziri kutoka katika sekta. Watu wamesoma katika sekta, watu wamesoma wengi katika na wana vyeti, wengine wana madegree, lakini hakuna hata mmoja ameteuliwa. Mimi naona tu wazee ndo wanaregeshwa kwa recycled, lakini hakuna mahali tuambiwa bodaboda wameshikwa mkono wasaidie katika ujenzi wa hili taifa. Na vile vile pia si hivyo peke yake, pia nimetangulia kusema serikali inaweza tuwekea mfuko ambao tunaweza kuopeshana sisi kwa sisi katika sekta. Ama watuwekee mfuko ambao serikali itakontrol wao, lakini sisi bodaboda ni mfuko wetu tunaweza uaccess, kama vile youth fund iko. Yani tuwekwe sasa, hii ni bodaboda fund, ili kwamba tuone kwamba we are part and parcel ya hii serikali. Na si serikali iko peke yake, hata serikali ya kaunti inaweza kufanya hivyo, bora mikakati na mipango inawezekana. Mimi kwa kweli naweza sema tu serikali bado haijatuangalia. Huo ndio kweli, bado serikali haijatuangalia. Hata basi wangetuletea hata helmet basi tuseme kidogo angaa wametukumbuka, lakini bado sio chochote. Kile tunaona ni pikipiki kupanda bei na mafuta kupanda bei. Na nyinyi kama sekta bodaboda mngependa serikali ifanye nini hasa kuweza kuboresha sekta hii? Mimi nafikiri mambo ni mengi sana ya kufanya. Ndio. Lakini cha muhimu ili kazi yetu iwe nzuri ama tufanye katika mazingira mazuri zaidi, nafikiri kitu cha kwanza lazima ushukishe bei ya mafuta. Ukishukisha bei ya mafuta umetuwezesha sisi. Ndio. Na vile vile pia ushukishe bei ya nini? Ya pikipiki. Pikipiki hazishuki bei. Tangu mimi niingie mwenyekiti bei pikipiki zinapanda. Ndio. Kwa mfano pikipiki kama hii yangu ni TVS 125 cc. Hii pikipiki mimi nilinunua 103,000. Sasa hii pikipiki imekimbia 169. Hii inakuambia nini? Ina maana pikipiki yangu ikizeeka, kwa sababu kuna wear and tear. Ndio. Inapoendelea kuzeeka, ina maana itakuwa kazi ngumu sana mimi kununua pikipiki mpya. Kwa hivyo mimi kile naomba serikali, kitu cha kwanza watupunguzie mafuta bei ili tufanye, kwa sababu mafuta yamekuwa yakipanda bei, lakini bei yetu ya kubeba abiria iongezeki. Na hauwezi ongezea Mkenya bei, ni ngumu sana. Mimi nakwambia, mimi nafanya hii sekta, ni ngumu sana, kwa sababu yule Mkenya ambaye unambeba ni yule ambaye amefinywa pia na hii maisha. Ndio. Sisi kama tunaelewa. Nakuwa changamoto, analalamika. Ukimwambia 100 anakuambia sina 100, niko na 50. Ndio. Unabeba kila siku. Ndio. Inakuwa ngumu. So tunabanana hapo tu kidogo. Wengine wanaelewa, wale wana uwezo kidogo, lakini wengine bidii pia sisi tuwaelewe, kwa sababu sote tuko Kenya. Sisi mwingine ako Tanzania, mwingine ako Kenya. Sote tuko hapa Kenya. Kwa hivyo wengine changamoto pia za maisha ni ngumu. So tunabidi tunaelewa, inabidi ni ngumu kupandishia bei. Ndio. Alafu vile vile huku kwetu mali kwingi ni remote areas. Na ili ndio maana wakati ule nimekutangulia kusema tulionana na base commander. Nilimwambia swala la kubeba watu wawili japo ni makosa. Lakini sengine inabidi wafunge jicho, kwa sababu Voi na terrain yetu ya Voi ama landscape yetu ya Voi. Kwa mfano kwenda Sagala, kwenda Mbololo, ukibeba abiria mmoja na bei ile ambayo tunabeba nayo utakuwa unafanya hasara. So lazima upate abiria wawili ili kwamba uwe umetengeneza faida. Sisi kama tunaelewana, kwa sababu ya bei. So inabidi watu wabebe watu wangapi? Wawili. So pikipiki wewe antea inaenda mbio. Ndio nasema mafuta wakitupunguzia bei serikali itatusaidia mahali pakubwa. Na mimi naamini mafuta inawezekana kushukishwa bei. Unajua kuna wale abiria wanasema kuna wakati mafuta inapanda, saa zingine inashuka. Mafuta yakipanda mnapandisha bei, yakishuka mshikishi bei. Mbona
na ile bei iko constant. Shida iko wapi? Mimi nataka nikuulize. Mafuta kuna mafuta pesa nyingi imeishuka nayo shilingi ngapi? Kuna wakati alishuka na shilingi 10. Kushuka shilingi 10. Ndiyo. Na kupanda imepanda kuanzia ngapi mpaka ngapi? 116 around 50 bob for long. Sijui kama umeelewa. Ndio. Mafuta yakipanda yanapanda na bei kubwa kuliko vile yanavyoshuka. Sasa kama tunaangaziwa na EPRA, mafuta yameshuka na shilingi 2. Shilingi 2. Nataka tupunguze bei. Ikiwa 50 eka 48. Unataka tupunguze bei. Utapunguza bei aje surely? Kwa sababu wewe umeweka kwa mfano lita sasa imefika 170 ngapi? Hata petrol station tuko nayo hapo 169 super petrol 169. 169 ukiweka lita 2 lita 2 kama mafuta yameshuka na shilingi 2 na umeweka lita 2 umepunguzwa shilingi ngapi? Only 4 bob. Hiyo itakufanya ushukishe bei. Inakuwa ngumu. Hiyo inasaidia kampuni kubwa. Lakini tusaidie sisi kama bodaboda kwa sababu kampuni kubwa ni mtu gari ana kwa mfano kampuni ambayo ina trailer kama trailer 500 akipunguzwa shilingi 2 kwa lita na ana gari 500 na gari yake mmoja labda inajaza karibia lita 300 trailer. Unaona kwake inakuwa sasa you can feel the difference. Lakini sisi kama bodaboda inakuwa ngumu. Inakuwa ngumu sana ukiangalia bodaboda wengi wanaweka mafuta ya 100, 200, 300. Ni 100 kilo wakati 150. Hata ni vile imepanda sana wako naweka 50. Kwa sababu ya nini? Sengine uchumi ni mgumu na unawaelewa. Na hapa kwa bodaboda kuna wengine ambao wanalalamikia kuhusu barabara. Barabara zinachangia kuharibu pikipiki. Kweli barabara kaunti za Taita Taveta kuna barabara zimeharibika sana. Kuna barabara zimeharibika sana. Ndio. Na ili nafikiri litaenda kwa mheshimiwa gavana. Kwa sababu barabara nyingi nimejagundua za ndani ziko katika serikali ya kaunti, haziko katika serikali kuu. Na ni changamoto kwake na serikali yake kwamba watusaidie kutengeneza barabara. Lakini naona kidogo sasa hii naona wamejaribu. Sasa hii naona zimetengenezwa leo nimekuwa huko Ndome nimeona kidogo si mbaya sana. Nimeingia matanga mengine Kirutai hapo kulikuwa na kijana anaziko pale Kirutai alifariki wa Munda Secondary. Nimeona pia barabara si mbaya. Naona amejaribu lakini kweli kwamba barabara zinachangia kuharibika kwa pikipiki. Kwa sababu mara ya kwanza nilitangulia kukuambia rumbles. Rumbles pia zinachangia sana kuharibika kwa pikipiki kwa sababu rumbles ukizipiga huwa zinaua bearing pale nyuma. Bearing zile inazungusha mguu wa pikipiki. Ikipiga pale bearing ikivunjika lazima uende ukabadilishe. Kwa hivyo barabara mbaya pia zinachangia. Na vile vile usisahau pia barabara mbaya inaweza fanya kuangusha abiria. Bila shaka. Inaweza fanya kuangusha abiria. Kwa sababu barabara ikiwa mbaya na sengine sisi nimetangulia kusema tunabeba watu wawili. Ndio. So barabara kama za Mwakingali kwanza sasa ndio ziko mbaya zaidi. Ukienda barabara za Mwakingali nyingine hata zipitiki unaweza shukisha abiria nyuma kabla afike nyumbani. Kwa hivyo ni vizuri kwamba serikali ya kaunti changamke kwa sababu sisi pia tunahitaji barabara nzuri ili kwamba tufanye kazi yetu ikue. Ndio umetaja serikali ya kaunti. Kwa sasa ukipatana na gavana wa kaunti Taveta Andrew Mwadime, ungependa kumwambia afanyeje ili kuboresha sekta ya bodaboda? Si kupatana naye tu, ni rafiki yangu. Ndio. Gavana ni rafiki. Kama rafiki yako, ni rafiki yangu sana. Tunajuana kwa karibu. Ndio. Kwa karibu sana. Ni gavana ni rafiki yangu na tumekutana mara si moja. Hata leo alikuwa kwa matanga, tulikuwa kwa matanga naye amekuja kutufariji pale na nasema asante kwa hilo kwa kuja kutufariji pale Ndome. Lakini tumekutana naye mara kadhaa na unajua shida ni kwamba kuna mambo unaeleza gavana lakini ili yafanyike yanapitia process ndefu. Lakini yeye kama gavana ningerudi pale nilitangulia kusema watuwekee mfuko. Na mfuko inawezekana kwa sababu kila ward ya Taita Taveta iko na nafikiri inatengewa milioni 20 ya development. Na iwapo governor anaweza keti chini na MCA hata kila ward itoe tu 1 million only ya sekta ya bodaboda, itakuwa kila Taita Taveta tuko na ward 20, itakuwa 20 million. Wakituwekea 20 million kwa mfuko wa bodaboda, nafikiri itakuwa mahali pazuri sana pa kuanzia. Bila shaka. Itakuwa mahali pazuri sana kuanzia. Na sisi kama viongozi tunamwaahidi hatutamwangusha. Tutahakikisha kwamba ile pesa inawekewa vigezo na mikakati ya kutosha kwamba
sekta ya bodaboda na vijana wafaidike. Ndio. Kwa sababu kuna tendency ya watu wakionaga pesa imewekwa na serikali, hii wanaonaga ni ya kuliwa. So wakituwekea hiyo na kwanza kabla waeke tuketi tuipangie mikakati, alafu wakituwekea sasa ndo tuhakikishe kila bodaboda ananufaika na ile pesa. Lakini kabla hiyo lazima uwe member na lazima tuone kujitolea kwako. Unatoa shares, si tu unakuja tu from nowhere una register na tunakupatia hapa. Na kuwa na leseni pia inahitajika. Na lazima tuwe na vigezo. Kwa hivyo hatuwezi toa tu pesa tu hivi kiholela. Lazima tuwe na wewe ni member na tutakuwa sheria ni hazijaachana mbali na zile za microfinance na bank, hazijaachana mbali. Lazima tukuangalie labda miezi 6 vitu kama hivyo. So lazima tuketi chini na pia tuhusishe ma experts watusaidie ili kwamba tuone sekta ya bodaboda tumeinua, kwa sababu lengo letu ni vijana wainuke. Ndio. Tuache mambo ya kuombaomba, tujiinue sisi kwa sisi. Sisi kwa sisi. Namuona hapa Alfred Kasenge anasema, Mr. Chair, again asante. I am glad to tell members our sanity and order of our CBD is through joint efforts of the leadership, and encourage all leadership to work together to streamline our major towns. At first, Chair, huku nielewa, lakini kupitia elimu hamasa tulikuja fikia bodaboda wote kwa kila parkings na tukawaelimisha na uongozi. Siku hizi ukiingilia wrong entry fine 300, na wahimiza kila mwendeshaji boda, sheria ni kila wakati, sio eti vile ofisa hayuko waingilie popote. Ni njia ya kujali maisha yenu. Kuna maki zimefanywa pale. Yes. Na Alfred Kasenge amezipigia upato sana kuhakikisha kwamba kuna sheria zinafuatwa katika town yetu ya Mji Voi. Kuna mabadiliko kadhaa yamefanyika. Ndio. Unaweza lizungumziaje swala hili? Mimi nataka niseme Kasenge anafanya kazi mzuri sana. Ndio. Kazi safi sana. Na hongera sana kwa Alfred Kasenge. Ndio. Ile kazi Kasenge amefanya pale town CBD ni kazi ambayo imesaidia kupunguza congestion, imesaidia kupunguza jam, imesaidia kupunguza mikwaruzano. Yani mimi nasema heko. Ndio. Kwa sababu kuna wakati ilikuwa pale ile line ya Bafagi supermarket ilikuwa ni jam jioni. Kabisa kumekwama kuendi. Lakini sasa hii ile barabara unaingilia na huku nyuma unatokea na kule JR ukienda. Huwezi ingilia na kule JR. Vile pia hii ya nyuma ya Bafagi pande ya nyuma. Huwezi kuja ukaingilia hapa kwa hizi duka za Wasomali hapa. Hizi za kuuza nguo. Huwezi ingilia na hapo. Hata kuna kibao kimeandikwa no entry. Vile upande huu wa Shake kama unaelekea Green Joint hapa kwa ile duka ya Njoro wa simu. Pia hapo kuna no entry. Tafadhali hata mimi naimiza pia ndugu zangu wa bodaboda, tuzifuate hizo sheria, zinatusaidia sisi wenyewe kazi yetu kufanyika kuwa nzuri. Inakuwa nzuri, hamtagongana na mtu barabarani. Kwa sababu barabara ikiwa one way, wewe unakuja hivi utaulizwa unaenda wapi. So inakuwa rahisi na town yetu pia inakuwa. Kwa hivyo nafikiri ili swala Kasenge anafanya ni swala lizuri, na mimi aendelee na moyo huo, na mtu asimvunje moyo. Ndio. Aendelee hivyo, na account pia wamshike mkono. Unajua saa nyingine mtu anafanya kazi nzuri na watu wanaanza kumpiga vitu. Kasenge kweli anafanya kazi nzuri na ni kazi ambayo kila mtu anaiona. Kwa hivyo mimi nampongeza na tutashirikiana zaidi kuhakikisha kwamba town yetu inaboreka zaidi. Na vile amesema hapo, mimi bodaboda siku hizi akiingilia hiyo njia upande ule wa JR kule mwisho, atadili na county. Mimi sipo, kwa sababu kuna paka maandishi yameandikwa kabisa. Kwa nini uvunje sheria? Umeona kabisa imeandikwa no entry. Kwa nini uingie na hapo? Mimi siku hizi hata najua mimi siwezi enda kutetea mtu ameingilia na pale. Wewe umeandikiwa na entry yoyote ile malipote imeandikwa no entry. Wewe ukiingilia na hapo, wewe utabeba msalaba wako mwenyewe. Na umenikumbusha kitu hapo kwa kumunga Kasenge mkono. Ndio. Nataka niseme kuna mambo umesema tumeyafanya, mimi ni kama mwenyekiti nimefanya tofauti. Ndio. Kuna wakati ilikuwa bodaboda akigongwa dereva paka apigwe. Sijui kama unakumbuka wakati huo. Ama bahati mbaya magari ya chuma, lakini hapa Voi haijatokea. Wengi ni kupigwa sana. Lakini karibuni umesikia. Sisi tuliweka mikakati na tukasema ajali ni ajali kama ajali zingine. Na ajali ikitokea ujue kila mtu amejaribu ameshindwa. Ndio ikatokea.
umejaribu kuepuka lakini imeshindikana. Tafadhali boda boda usipige mtu, wacha tufuate sheria paka mwisho. Ajali kitokea, wacha kugonga gari ya watu mawe, wacha kupiga dereva, wacha tufuate sheria, tuonekane kama sekta ambayo inajielewa. Haya ndio baadhi ya mambo nilisahau kukwambia tumefanya tofauti, kwa sababu sasa hii ni ngumu sana usikie dereva amepigwa na mtu. Hatuwezi kubali. Ukipiga dereva, msalaba utaubeba na tutakutoa. Wewe ndio ulihusika, ubebe msalaba wako peke yako. Ndio. Bila shaka asante sana kwa kuendelea kutufuatilia tukiwa tunakuletea matangazo haya mbashara kutoka mji wa Voi, tukiangazia tu masaibu ya bodaboda. Kuna mengi ambayo mwenyekiti wa bodaboda mjini Voi ameweza kuyazungumzia. Tukiweza kumalizia, ushauri wako kwa serikali ya kaunti kuhusiana na sekta hii tukimalizia? Ningependa kurekebisha, umesema unaangazia masaibu ya bodaboda. Ningependa useme unaangazia sekta ya bodaboda. Ndio. Usiseme masaibu peke yake, kwa sababu yapo mazuri pia. Yako mazuri na mabaya. Yako mazuri na mabaya. Ndio. Yote in different measures. Bila shaka. So ni vyema useme tunazungumzia swala zima la sekta ya bodaboda, uzuri, madhaifu na kila kitu kwa ujumla. Na sasa rudia sasa swala. Nataka kurekebisha hapo kwa. Asante sana kwa kuweza kunirekebisha. Wajua ulimi una mfupa na ulimi uteleza. Ndio, na tukiangazia ushauri wako ni upi kwa serikali kuhusiana na sekta ya bodaboda tukiwa tunamalizia? Ushauri wangu kwa serikali ni kwamba watu shike mkono. Jambo la kwanza, msituone kama bodaboda labda ni watu ambao hawafai katika society. Na msione kama bodaboda ni unajua kuna watu wanafikiria bodaboda ni dumping site. Ndio. Yaani wale watu hawajasoma ndio wako kwa sekta ya bodaboda. Wale watu ambao hawajielewi ndio wako. Hapana, nataka mtu bebe bodaboda kama kazi nyingine yoyote. Unajua kuna mtu mmoja aliniambia hii huwa inanichekesha sana. Ananiambia bwana, huyu jamaa anafanya bodaboda miaka 20 bado yuko hapo. Sasa mimi nikamuuliza, afanya miaka 20. Wewe mwalimu kwani amefanya miaka ngapi? Na amekuwa hapo mwalimu tu. Kuna mwalimu mimi namjua, alinifundisha mimi nikiwa nasari na bado mpaka sasa ni mwalimu. Kuna mtu alikuwa polisi mpaka sasa ameretire ni polisi bana. Pia bodaboda ni kazi kama kazi zingine. Bora umeifanya kulingana na vile inastahili, itakulea, italea familia yako, itakukuza. Ni kazi kama kazi zingine. Kwa hivyo sijui kwa nini tunasemaga huyu jamaa anafanya bodaboda miaka 15 bwana. Huyu jamaa anafanya bodaboda miaka, hapana. Bodaboda ni kazi kama kazi zingine bwana. Bora umeifanya vizuri, itakujenga. Kwa hivyo serikali itubebe sisi kama vijana ambao tunajielewa na bodaboda kama kazi nyingine yoyote. Lengine ni kushauri ndugu zangu wa bodaboda kwamba tunapofanya kazi hii vile. Hilo ndio swali nilikuwa nataka nikuulize. Zungumza na bodaboda wenzako. Unawaambiaje? Bodaboda wenzangu, ndio. Kwanza kabisa mimi nataka niwashukuru bodaboda wenzangu. Ndio. Leo kwanza walijitolea sana kwenda kustiri ndugu yetu na kupatia familia pole. Lakini hilo si hilo peke yake. Nataka nishukuru ndugu zangu bodaboda kwanza kwa sababu waliniamini na kunichagua kuwa mwenyekiti wao. Na sibahatishi kazi na wafanyia. Na wao wanajua. Lengine nataka niwashauri ni kwamba tukiwa tunafanya kazi ya pikipiki lazima tumtangulize Mwenyezi Mungu. Kuna wengi wanatumia nguvu ambazo si za Mungu katika hii sekta. Na si sekta pekee na sekta zingine. Wanaweka mambo ya ushirikina, mambo ya Illuminati, mambo ya kuabudu mashetani. Bodaboda tunapofanya kazi zetu tuweke Mungu mbele. Jambo la kwanza. Ndio. Ukiwa wewe ni wa kanisa, basi Jumapili nenda ushukuru Mwenyezi Mungu. Na pia beba sadaka, usiende bure. Ile sadaka wewe inakutetea. Ile sadaka inakutetea. Na si 50. Si 50. Ndio maana mimi napenda Pastor Nganga ingawa watu mkejeli. Kuna wakati mmoja niliona alimwaga sadaka kwa madhabahu, sema nini mnaniletea kitu gani? Ukweli ni kwamba watu huwa wamemlinganisha Mungu na vitu vidogo sana. Kwa sababu kama unatoa 50 na mtoto wako hata akienda games shuleni unampatia 100, ina maana Mungu umemrate chini sana. So unapoenda kanisani pia beba sadaka kushukuru Mungu. Amekulinda wiki nzima barabarani, mshukuru Mwenyezi Mungu. Wala wa msikitini pia wapatikane msikitini. Ni vizuri tushukuru Mwenyezi Mungu. Lengine pia ndugu zangu bodaboda, tusiendeshe pikipiki tukiwa under influence of alcohol or hizi jaba, miadarati ya aina yeyote.
tupeleke pikipiki tukiwa sober mind, na vile vile ukijua uko na stress, kwa sababu siku hizi maisha ni ngumu. Kuna mtu ana stress ya bibi, ana stress ya mambo ya family nini. Ukiona zimekuzidi, pumzika. Pia stress inachangia ajali. Mimi nitakupatia mfano mmoja. Kuna wakati nilikuwa na stress kidogo, lakini stress zangu nyingi nanisumbuaga ni ya pesa. Nikikosa pesa huwa nakaga sinaga amani. Akili haikuwa. Nimebeba abiria nampeleka pale Voi Primary hapo. Mzee mmoja anaitwa Mberi, ndi chairman wa wazazi Taita Taveta. So nikifika pale Kariakoo nafanya nyingine Desert Rose nipande juu. I said nilipita. Nilipita. Sasa yeye naye akanyamaza. Akashindwa chege vipi? Akaamua kunyamaza. Sasa tumepita, tumevuka reli, ndio sasa akanipiga, akanigonga mgongo, akaniambia chege waenda wapi? Sasa ndio mimi nakumbuka nilikuwa napiga hesabu kwa akili ikuwa. Nikagundua kwamba pia stress inaweza changia ajali. So pia ni vizuri bodaboda tunapoona kama akili iko na mambo mengi, ni vizuri uende pumzike. Pumzika, hata ukiwezekana pumzika kabisa uingie kesho yake kazini. Kwa hivyo ni vizuri kwamba pia tuepuke mambo ya miadarati ili tufanye kazi yetu vizuri. Vile vile overspeeding town, ndugu zangu wa bodaboda nawaomba. Overspeeding town, tafadhali tupunguze speed. Nimetangulia kusema pikipiki hainaga breki. Tupunguze speed, tuende taratibu ili kwamba tufanye kazi yetu kwa njia iliyoko sawa. Na tufuate sheria, helmet reflector tuzitoe kwa manyumba. Tuzivae, tufanye kazi yetu iwe kazi ya kuheshimika, kwa sababu pia tunadharaulika saa nyingine kwa sababu ya sisi wenyewe. So tunapoonekana kuwa tunajielewa, pia kazi yetu tunafanya nini? Inaheshimika. Kwa hivyo hiyo ningeomba ni washauri, na vile vile wakati nilikuwa nakuja sasa ile mkinipigia nije interview, nilikuwa naenda kusalimia mama. Mamangu anaishi Mabomani, mimi naishi Tanzania. So nilikuwa naenda kwa mama kule kumwangalia, nikamwambia mama sitafika, itabidi nikuje kesho baada ya ibada, kwa sababu nimeitwa ghafla kwa mahojiano kidogo, na mimi huwa napenda niheshimu, kwa sababu mimi ni kiongozi, unapoita unaitika. Akaniambia nikija niwasalimie. Asante. Mamangu mzazi amewasalimia na watoto wangu wanakaa huko, wameniambia dadi wasalimie. Nikasema nikija niwasalimie sana. Asante, tumepokea salamu. Mama amewasalimia sana. Asante sana. Amesema Igembe mnafanya kazi mzuri. Asante na sana. Pia mimi niwashukuru zaidi, leo mmepeperushia ibada ya rafiki yangu mwenda zake, bodaboda mwenzetu, mmepeperushia ile ibada kwa watu ambao walikuwa hawangeweza kufika pale. Wameona Igembe FM na wakafurahi. Asante sana. Na pia nampongeza director wenu Mheshimiwa OCS Christopher Monjala. Mwambieni asante sana. Najua nikisema hapa itakuwa imemfikia. Mwambie asante sana. Na pia mchango wake tulipata kwa hiyo mazishi ya ndugu yetu. Tunamshukuru pia kwa kushika mkono, ametushika Malukwingi mkono. Asante sana. Na tunasema Igembe iendelee. Ni vizuri kwamba tuendelee. Unajua wazungu wanasema the day we stop talking, that is the day we will start fighting. Ndio. Sasa tukiendelea kuzungumza hivi na kuendelea kuhamasishana, nafikiri kila mtu anapata ujumbe na anapata zile advice, na tunarekebishana pole. Ndio maana kila Sunday lazima tuende kanisani. Tunakumbushwa ili tuendee ufalme wa Mungu. Kwa hivyo ni kukumbushana pia katika idara ya bodaboda kwamba si kila mtu mkamilifu. Hata mimi mwenyewe huwa nakosea saa nyingine, bahati mbaya na inatokea, lakini ni vyema tunapokaa katika mikao kama hii, inasaidia sana. Bila shaka. Na kufikia hapo hatuna budi bali kufunganya virago na kulikunja javi. Wajua mpenzi mtazamaji, kilicho na mwanzo siku zote hakikose mwisho. Na ndio mwanzo tu mazungumzo yanaendelea. Tukizungumza hatutaweza kuzungumza kila kitu kwa wakati mmoja. It's a continuous process, na tuendelea kukuita tukiwa na jambo lolote ambalo tungependa uweze kulifafanua kwa undani, tutaweza kukuhusisha, tukuite uzungumze. Asante sana kwa kukuja katika mahojiano haya. Asante pia. Ndio. Nashukuru sana. Anytime mimi napatikana. Asante sana. Kwa hivyo mpenzi mtazamaji, kufikia hapo sina budi bali kukurudisha kwako studio. Nimekuwa wako Gabriel Mokoma.